Mpenzi mtazamaji wa Channel 10 kusonoe unaofuatia kipindi bora kabisa cha Mada Moto, kipindi kinachoandaliwa na Masai Drop Inc na kupita hapa Channel 10, ambapo wewe unapata nafasi ya kukitazama na kuasifa kipindi hiki. Mimi naitwa Albert Kilani the King. Tunakutana usiku huu tukiwa na mada moja, na nikiwa na mgeni wangu si mwingine na mimi ambaye ni mtu mzoea kwa kumwona katika vyombo vya habari akizungumza, lakini leo hii nimemwita tuzungumze pamoja hapa mimi na yeye, na wewe utamsikiliza. Lakini kumbuka anachokizungumza ndio kitafakari, na hali kadhalika uweze kumuuliza swali ama kuchangia kwa namna ambayo unataka wewe. Na mgeni wangu leo anaitwa Humphrey Polepole. Karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru sana. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Tunazungumza leo mada yetu, tunazungumzia rais wa awamu ya 5. Tunazungumzia rais wa awamu ya 5. Tupo katika kipindi kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo tutakwenda kuchagua viongozi wa juu kabisa ambao wanatakiwa wawe na mamlaka na uwezo wa kuongoza wa Tanzania. Lakini kabla ya kwenda mbali kabisa, mimi nadhani tuanze moja kwa moja tuangalie tokea nchini kutoka uhuru. Sasa ni vipindi vinne hiki tunacho ni kipindi cha 4. Kipindi cha kwanza ambacho kiongoza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wa pili Mzee Mwinyi ndio alichukua nafasi hiyo, wa tatu alikuwa Rais Benjamin Mkapa, hali kadhalika sasa tunaye rais wetu naye Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na naomba tumzungumzie kwa ufupi kidogo marais hawa kwa vipindi vyao na majukumu yao, nini walifanya. Lakini baada ya kuzungumzia hapo, naomba tujikite tutazame katika kiongozi tunomtaka katika awamu ya 5. Je, unadhani huyu anayekuja sasa, ambao Tanzania sasa hivi wanaangalia michakato, kila mmoja anajinadi kwamba anataka kuja, anataka kuwa hasa katika Chama cha Mapinduzi. Hatujasikia kutoka upande wa upinzani kwanza, lakini japo tumesikia upande wa Zanzibar kwamba Maalim Seif anataka kurejea tena kugombea. Hebu tuanze kuzungumzia hao, tuone mmoja baada mwingine na vipindi vyao na majukumu yao kwa nini. Niambie rais wa kwanza, hali yake, uongozi wake, na alikuwa anapaswa kufanya nini kwa ajili ya Tanzania, hali kadhalika kwa pili na tatu. Karibu sana. Nakushukuru sana. Asante sana bwana Chilala na kwa kunipa fursa ya kuja kushirikishana na Watanzania. Mimi nachoweza kusema kwanza ni kwamba uraisi ni kazi kubwa sana. Uraisi ni jukumu ambalo mtu haulikimbilii. Ndiyo. Uraisi ndio kazi mzigo kuliko kazi zote ambazo tunazo kwenye nchi yetu. Uraisi ndio kazi ambayo nina uhakika ndio kazi ambayo mtu hulala mwisho baada ya watu wote kulala. Hata kama hafahamu, anatakiwa kufahamu kwamba yeye hupaswa kulala mwisho baada ya watu wote wamelala. Lakini pia yeye ndio huwa mtu wa kwanza kuamka mapema, na kama kweli anahudumu katika nafasi ya uraisi kwa maana hiyo, kabla ya watu wengine hawajaamka. Ni mtu ambaye anapaswa kutufikiria sisi hata wakati hatufikiri. Ni mtu ambaye anapaswa kututazamia maisha yetu ya baadaye hata kama sisi tuko busy tukitazama maisha yetu ya sasa. Raisi katika tamaduni za Kiafrika naweza kusema raisi anachukua nafasi ya baba wa familia. Baba wa familia kwa maana mtu ambaye kila mtu anamtazama yeye kwa mahitaji yake, kwa matatizo yake, kwa kero zake. Watu wana ugomvi, wanamtazama huyo. Raisi ni mtu ambaye hata linapotokea tatizo, tukafanya matatizo hapa, mtu ambaye atatakiwa kubeba lawama zetu ni yeye. Na ile dhana ya mkubwa jalala, tukipata matatizo sisi tukashindwa kufanya kazi vizuri, uchumi wetu usiende vizuri, yakatokea mafuriko hapa, hata kama unajua mafuriko yanatokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, hata kama unajua njaa inaletwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, ama unaweza tukasema katika kiimani ni kuna mkono wa shetani hapa, lazima kuna mtu mwisho wa siku tutamtafuta tumpatie lawama. Mtu huyo ni yule tunampa dhamana ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa uraisi, kwa maneno mepesi, uraisi ni lawama. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuiendea nafasi ya uraisi lazima awe yule mtu mmoja miongoni mwetu ambaye sote tukimtazama tunasema kwa kweli zikitokea shida mimi naweza kukaa pembeni, lakini huyu atakaa. Tukitokea matatizo hapa mimi naweza nikaponyoka, lakini huyu atakaa. Kwa ni yule mtu ambaye miongoni mwetu mpole kuliko sisi. Uraisi hautaki mtu mkali, mtu ambaye kama ni nyumbani ukifanya kosa umepigwa kwenzi, uliakaa sawa umechukua bakola. Hapana. Rais ni mtu ambaye anaweza kuzungumza na wewe kwa sauti ya upole, anaweza kukukanya katika namna ambayo ukasema
kwa kweli nimejirudi, kwa sababu amenieleza katika namna ambayo bora angeniweka bakora, lakini kwa namna alivyonieleza imeisha. Umeelewa? Yaani kuna yule mtu mwingine ambaye unasema bora angenichapa. Sasa huyo ndio rais. Sasa kama ulivyosema, marais hawa wanne katika taifa letu, na nizungumzie kidogo Tanganyika alafu Muungano. Awamu ya kwanza tulikuwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mwenyezi Mungu amrehemu. Yeye alikuwa na kazi kubwa, kwanza kwa Tanganyika, lakini pili katika Muungano. Naweza kutumia lugha moja, yeye alikuwa mkata pori. Tunapotengeneza mashamba katika maeneo ambayo bado hayajatumika kwa shughuli za mashamba, huwa ni kwenda kukata pori. Kwa ni kukata pori, kutafuta eneo lenye rutuba, kuondoa michongoma, kuondoa miiba, na kuweka hali nzuri kwamba sasa tunaweza tukaanza kutumia eneo hili kwa kilimo. Kwa Mwalimu alikuwa na kazi ya kuijenga nchi hii, kwanza kuitengeneza, yeye na wazalendo wengine wengi wa taifa letu, kuitengeneza nchi hii. Na ninaposema nchi hii, nimesema kidogo pale mwanzo wa Tanganyika, lakini baadaye yeye pamoja na Sheikh Abeid Amani Karume, pia Mwenyezi Mungu amrehemu, wawili hawa wakafanya uamuzi mkubwa wa kuunganisha nchi zetu mbili. Wao na mashujaa wengine wengi wa taifa letu wakafanya kazi kubwa ya kutujengea, kutuwekea misingi, kutuleta pamoja, kututengenezea taifa. Na walikuwa wanatengeneza taifa nje ya pasipo kuwepo na taifa. Tanganyika ilikuwa jamhuri 62, 63, 64 tukaungana. Zanzibar imekuwa jamhuri, mapinduzi 64, hapo tunaungana. 63 Disemba 64, 63 Disemba uhuru, lakini 64 Januari mapinduzi, miezi mitatu mbele tunaungana, tunaunda Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo tunaunganisha nchi mbili ambazo moja imekuwa kwa miaka miwili hivi, halafu nyingine imetoka katika hali ya mapinduzi. Halafu unaunganisha nchi ambazo wakoloni walifika hapa Tanganyika, lakini pia kule Zanzibar. Mtindo wao wa kutuongoza na haukuwa uongozi, ilikuwa utawala, ilikuwa kutugawa kimakabila. Kwa hiyo tulikuwa tumegawanyika. Na unajua hapa Tanzania bara tuna zaidi ya makabila 120, kila moja na utawala wake. Kwa Mwalimu anakuja kuunganisha nchi hii kuhakikisha ya kwamba haijagawanyika katika makabila yetu, lakini inakuwa nchi moja, pande moja la ardhi, chini ya uongozi mmoja. Akajitahidi kwenda mbele, tusizungumze Kimakonde, Kimakua, Kichaga, Kihaya, Kigogo, umejua Suku na Wamwera, hivi. Akasema sote tukienda shule tuzungumze Kiswahili. Ili tuanze kujinasibu na umoja wetu. Hakuishia hapo, akaenda mbele zaidi kusema nchi yoyote ili iweze kuendelea itataka watu hawa wafanye kazi, itataka watu hawa waende shule, wapate huduma za afya. Akaanza kupambana na wale maadui makubwa watatu: ujinga, maradhi na umasikini. Akatengeneza utaratibu ambao sio tu Watanzania wangekuwa sehemu ya kushiriki kujiletea maendeleo yao, lakini huku akiendelea kuhakikisha kwamba nchi inahitaji umoja, lakini ili umoja uwepo unahitaji amani, lakini ili umoja na amani uwepo unahitaji kuwa na misingi, na misingi hiyo mkubwa ni haki na mwingine ni usawa. So akajitahidi sana kipindi chake kulijenga taifa. Kwa unasema tungekuwa kule Marekani ningetumia lugha ya kusema the founding principles. Kwa Mwalimu aliweka misingi ya kuanzishwa kwa taifa letu: uhuru, umoja, haki, usawa, amani, yote hayo ndio alijitahidi sana. Lakini pia Mwalimu katika kipindi chake akajitahidi kwenda kushughulika na uchumi. Na kipindi kile unajua ilikuwa kipindi cha majaribio. Hatujakuwa na uchumi mwingine hapo kabla. Tulikuwa koloni, wala hatukuwa na Jamhuri ya Tanganyika, haikufanya muda mrefu. Na uweze kusema Jamhuri ya Tanganyika ndio Jamhuri ya Muungano. Uweze kusema Zanzibar, serikali ya mapinduzi kwa ujumla wake ndio Jamhuri ya Muungano. Kwa tulianza upya mwaka 64. Kwa tunafanyaje? Unasema lakini tuna watu hapa ambao wengi hawajasoma, wengi hawana huduma za afya, wengi si wasomi. Kwa sio tu hawajasoma kwamba hawana fursa za kwenda shule, lakini wengi wao hawajasoma tayari, ilikuwa tayari kuanza kutumika
na jamii yetu kipindi hicho. Kwa akawa na kazi kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba nchi ina mkono mkubwa kwenye uzalishaji. Kwa ilibidi tuwe tuna uchumi ambao umejikita kwenye dola ambao linazalisha. Kwa dola lizalishe kwa ajili ya watu. Sasa serikali ilime, serikali itoe huduma, itusafirishe, serikali ichakate mazao na nini, ndio tukao na mashirika mbalimbali ya umma, haya ya nafaka, haya vyama vya ushiriki na kila kitu. Kwa serikali ilikuwa na mkono mkubwa, akiamini kwamba kwa mtindo huo watu wetu wakati wakikua kidogo kidogo nitawasomesha bure, nitawapa huduma hizi, lakini wao wakishiriki. Akajitahidi sana, lakini dunia inabadilika na Tanzania si kisiwa. Mwishoni mwa uongozi wake tulikuwa na wakati mgumu sana. Mwaka 81, 82, 83 hali ilikuwa ngumu sana kwa sababu uchumi ulioshikiliwa na dola kwa maana ya uzalishaji, kutoa huduma na pia hapo wakusanye kodi, na wengi wetu tunategemea kula kutoka serikalini. Serikali haikuwa na uwezo huo. Kwa hiyo ni kama serikali ililemewa. Kwa mwaka 83 hali ya kiuchumi ikawa mbaya kabisa. Ajira ziliporomoka, nafikiri kwa asilimia zaidi ya 50 zile ajira rasmi. Sasa ikawa swala ni kwamba je, mashirika ya nje nayo wale wanatupatia fedha wakati mwingine, wakina IMF, wakina World Bank, wakaweka mashinikizo hapo, lazima mshushe thamani ya pesa yenu, lazima muachie uchumi uende kwenye soko huria ili kila mtu aweze kushiriki. Lakini unajua mambo yale pia ilikuwa ni imani. Ni Mwalimu alikuwa ameliona mambo hayo, ndio ujamaa wa kweli na vitu kama hivyo. Kwa mpaka Mwalimu anaondoka alikuwa ametuachia nchi moja. Tulikuwa wamoja. Tulikuwa kwa kiasi kikubwa, nasema haki ya watu ikipatikana kule kote nchini walipokuwepo, lakini pia usawa. Na ndio maana tulikuwa pamoja, tulikuwa tukizungumza lugha moja na nini kwa mtindo huo. Lakini tulikuwa tumetetereka kabisa kiuchumi, na sababu kubwa ni kwamba mtindo au model ya uchumi tuliokuwa tunaitumia kipindi kile ilikuwa si tu haiendani na mazingira yetu na mahitaji yetu ya watu, lakini pia haiendani na dunia inavyokwenda. Hiyo ikawa awamu ya kwanza, lakini Mwalimu amefanikiwa kujenga misingi ya taifa. Awamu ya pili ni Mwalimu ni Mwalimu pia na mzee Ali Hassan Mwinyi Alhaji. Yeye amepokea kijiti, anapewa nchi ikiwa moja, ina haki, ina usawa na vitu kama hivyo. Changamoto ziko bado, lakini kazi yake ilikuwa kutupitisha kutoka kwenye mfumo wa kiuchumi ambapo dola limeshika hatamu katika uzalishaji, kutuleta katika uchumi huria, kwa sababu si tu tulipenda, lakini hali na mazingira yalitupeleka tuwe hivyo. Kwa alitupatia uongozi wa kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye uchumi ambao ni state centered kwenda kwenye uchumi ambao wananchi mtu mmoja mmoja wanashiriki kuuendesha. Kwa akajitahidi, ndio kipindi kile ruksa kipindi kile, lakini ukiachia ni ruksa, watu washiriki kwenye nyanja hizo, ndio asasi za kiraia za kwanza zilisajiliwa kipindi hicho, ziende zikatoe huduma za kijamii huko vijijini, kuhudumia mambo ya majosho, mifugo, kutoa huduma za ugani na vitu kama hivyo. Lakini ilikuwa ni kipindi ambacho nchi ilikuwa inajengwa kwa namna yake upya katika uchumi, mtindo wa uchumi mpya. Kwa mzee Mwinyi alihangaika sana. Nchi tumeipokea, uchumi wake hauko sawa. Watu wanahitaji kuendelea kula, kupata huduma za afya, lakini pia anajaribu kutransform kutoka kwenye aina ya uchumi kwenda kwenye aina mpya ya uchumi ambayo wala hatujawahi kuifanya. Ndio tunakuja kwenye masuala ya kutoa viwanda vyetu vile vya kitaifa, vitu na vibinafsisha na vitu kama hivyo. Utakumbuka sheria ile ya mashirika ya umma ya mwaka 92 inaunda pia ile ilikuwa inaitwa tume ya PSRC, Parastatal Sector Reform Commission, PSRC, kwa ajili ya kupeleka kwa hivyo. Lakini utagundua kipindi hicho tulikuwa na changamoto pia kubwa. Ni kipindi ambacho tulikuwa na changamoto pia. Chama cha Mapinduzi, tulikuwa na mfumo wa chama kimoja, lakini kwenye Chama cha Mapinduzi kulikuwa kuna watu wenye fikra tofauti, yani fikra tofauti. Na ungesema kibaki chama kimoja huenda kingebomoka zamani sana. Kwa ikawa imefika wakati pia na kusema, sikiliza, humu ndani kwenye chama tuna watu wana fikra tofauti. Ukimtazama mzee Kingunge upande mmoja na mzee Bomani upande mwingine,
ukimtazama, yani ukiwatazama wako watu walikuwa na fikra huyu anaelekea huku, huyu anaelekea huku. Kwa hiyo utagundua kipindi cha Mwinyi mabadiliko makubwa ya kidemokrasia, kutoka mfumo wa chama kimoja kwenda mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, kutoka uchumi ulioshikwa na dola kwenda kwenye uchumi huria wa soko wanaita hivyo. Sasa unapofanya transition hiyo, unataka leadership kwa maana ya mambo haya yafanyike kwa umakini mkubwa. Ukicheza kidogo tu, ndio hapo wataingia wezi, wataingiza hapo walanguzi, wataingiza hapo wahujumu uchumi. Ndio maana kipindi cha Mwinyi hali ilikuwa pia tete. Nakumbuka anasema usipowajibika ole wako, utakumbwa na changio la tu. Usipowajibika ole wako. Kipindi kile kwa sababu alikuwa anahangaika watu wafanye kazi, lakini at the same time watu wafanye kazi, lakini pia hao wengine hawana ajira, kwa makampuni yasifanya kazi, tumpe mtu, lakini hata watu wakupewa hawakwepo. Lakini ndio kipindi kile alisema tujifunge mkanda, kwa sababu kwa kweli ilikuwa haitoshi kodi tunayokusanya, tutichozalisha hakikutosha. Kwa mpaka anamaliza muda wake alikuwa amefanikiwa kututoa kwenye demokrasia ambayo haikuwa bora sana kwenda kwenye demokrasia pana zaidi, moja. Lakini mbili, alitutoa kwenye state centered economy akatuleta kwenye free market economy. Lakini kwa muda wa miaka 10 hakuwa amefanikiwa kuishona the free market economy katika namna ambayo haitatumika vibaya dhidi ya watu wetu. Kwa anaondoka bado mambo yako kidogo shagala bagala kwa maana ya uchumi. Licha ametusaidia bado tunaenda na nchi moja, lakini tukajikuta tumeingia pia idadi ya watu wanaocheza vibaya na uchumi wetu imepanda juu. Mzee Mkapa anakuja mwaka 95, ana kazi ya kuushona sasa uchumi wa soko huria. Kwa yeye na uchumi wa soko huria ni viwanda, ni ubinafsishwaji, ni kukusanya kodi, ni usimamizi, ni sheria na vitu kama hivyo. Akajitahidi sana. Lakini tulikuwa tumeingia kwenye mfumo wa soko huria pasina kujipanga vizuri kwenye awamu ya pili, wala rushwa idadi yao ikaenda juu sana. Ndio nakuta Mkapa anakuja anaanzisha tume ya Jaji Warioba ikatazame namna ya kupambana na rushwa. Hayo mambo yakaenda, lakini na yeye akajitahidi sana, akajenga uchumi ule mkubwa unaitwa macro level ya uchumi mkubwa wa viwanda. Tukawa na uwekezaji kutoka nje, foreign direct investments, viwanda vikaperform vizuri. Kwa kweli anaondoka uchumi hata kwa grafu tunaenda 6-7. Lakini hapo ndio viwanda viuzo zaidi. Aliuza viwanda zaidi, na naweza kusema aliuza viwanda zaidi, akasimamia uchumi ukawa kweli stable, uchumi mkubwa. Viwanda tu mpaka nyumba. Vitu vingi. Nasema hivi, yani mimi nataka nikuonyeshe tu synopsis ya nini kilitokea kipindi kile. Kwa alifanya ubinafsishwaji, alifanya ujenzi wa uchumi mkubwa. Lakini si yote alifanyika vizuri. Kuna mengine alifanyika vibaya kabisa. Lakini ningesema changamoto kubwa aliyokumbana nayo ni kwamba hakupata muda wa kuruhusu mafanikio tulikuwa tumekusanya kwenye uchumi mkubwa yakashuka kwa watu wa kawaida. Kwa anaondoka mifukoni watu pesa hakuna, lakini uchumi wetu unasomeka 6.9 inaenda 7. Awamu ya 4 akapambana pia na rushwa ben pale, lakini awamu ya 4 kimsingi ukitazama trend ilikuwa ni kipindi sasa tunakuja kutafsiri uchumi mkubwa kwenye uchumi wa kawaida wa watu. Awamu ya 4 ilikuwa ni awamu ambayo na bado mpaka leo inaendelea, ni awamu ya kuja kushare keki ya taifa. Kwamba tuna keki mezani, sasa tuanze kugawana keki hiyo. Barabara ya Sindo Mtwara ndio unasikia awamu hii imejenga barabara nyingi zaidi. Sasa unajua kushare keki kuna namna nyingi, kuna mitindo mingi, kuna ubunifu ndani yake. Unaweza tukasema tukashare keki hapa kila mtu kipande, lakini kila mtu akapata kipande kidogo, unajua kwa mtindo huo. Kwa awamu hii hasa kimsingi ilipaswa kutafsiri uchumi ule mkubwa ambao mzee Mkapa aliujenga kwenda kwenye trickle down sasa kwenye maisha ya watu. Watu waweze kuona hela mkononi, watu waweze kuajirika, watu waweze kupata ajira kwa urahisi, mabenki yaongezeke, lakini si kwa maana ya kuongezeka kukusanya hela za watu, yaweze pia kukopesha watu. Unaona hata alipokuja na yeye akaingia na bilioni 21, watu wakakopeshana, ndio zilivyokwenda na vile na vitu na maswali pale na pale, lakini mwisho wa siku ikawa hivyo. Lakini kubwa akafanya kazi ya kuimarisha demokrasia.
Ndio 2010 term yake ya pili anaanzisha mchakato wa katiba. Mchakato wa katiba lengo lake hasa lilikuwa awamu ya kwanza ilikuwa kujenga nchi umoja. Kuiweka nchi moja. Kwa sababu wenzetu nchi zingine hawajafanikiwa hili. Burundi, Rwanda bado ni changamoto, Kongo bado ni changamoto. Wakenya wenzetu hapa wana amani, lakini ukija kuangalia umoja wao ndani bado ni changamoto. Uganda pale wamepoa, lakini utagundua ndio maana toka 86 mpaka leo mzee yuko pale, kwa sababu unaweza kuchomoa mtu mmoja tu hivi ukagundua vimekuwa vipande. Kwa bado sisi tulifanikiwa kutengeneza umoja. Awamu ya pili ilikuwa ni awamu ya matengenezo ili kutuvusha salama kutoka awamu ile ya kwanza na kutuweka katika hali ambayo tutaenda na dunia. Lakini hatukuwa tumemaliza kazi hiyo. Awamu ya tatu ilikuwa ni kuimarisha mfumo mpya wa kiuchumi ili uweze kutuhudumia sisi. Awamu ya 4 ilikuwa ni uchumi sasa umeimarika, tuuteremshe kwa watu, tuuone katika maisha yao. Ndio maana kauli mbiu ikawa maisha bora kwa kila Mtanzania. Sasa maisha bora kwa kila Mtanzania ni kwa namna nyingi. Ni barabara ziwafikie ili wafike sokoni. Ni shule nyingi zaidi ili wasome shule. Ni vituo vya afya vingi zaidi ili watu wasiugue, ili wafanye kazi na wawe na afya bora. Sasa awamu ya 5. Ya awamu ya 5 sasa tunamwangaliaje huyu rais wa awamu ya 5? Kazi nyingi zimefanywa na hao waliopita kwa mfumo ambao unaonekana. Hawa ambao sasa wanatangaza nia, unadhani wafanye nini sasa wakichaguliwa siku moja? Mimi naweza kusema awamu ya 5 kwanza tusikosee kitu kimoja kwamba rais wa awamu ya 5 mimi nikimtazama sivutiwi na mtu atakayeniambia anakuja kufanya mambo practical. Awamu hizi zote zimefanya practical mambo, yani zimefanya mambo ya kawaida ambayo ni ya msingi, ndio hayo unatakiwa kufanya. Sifurahishwi na awamu ya 5 kiongozi niambie nakuja kujenga barabara, nakuja kujenga reli, nakuja kujenga bandari, nakuja kujenga hiki, na unajua yani unataja practical things ambazo unatakiwa kuwa unazifanya. Awamu ya 5 tunataka kuona kitu cha tofauti ambacho katika awamu zote hizi 4 yaya yote yaliyofanywa ndio routine, ndio unatakiwa kuwa unayafanya. Lakini ni kitu gani cha tofauti ambacho tunahitaji ili tupige mbio tofauti na awamu inayoisha ya 4? Mimi naweza kusema tunamtaka rais wa awamu ya 5 mtu ambaye anakuja kutujengea, Kiingereza ungesema systems and controls. Kwa sababu gani? Unajua tatizo si kujenga reli. Watanzania wanafahamu hizi siasa za kwenye magazeti, sawa? Tunazisoma kila siku. Utasikia watu wanasema reli inachelewa kwa sababu watu wana malori. Hilo moja. Kwa tunataka anayekuja aweze kulifanyia kazi hilo. Swala si kujenga reli. Swala ni kushughulika na sababishi za matatizo yetu. Swala si kushughulika na matokeo ya matatizo tuliyokuwa nayo. Kwa mfano, mimi sifurahishwi na mtu atakayesema ninataka sana kusema sana wamesema nini watangaza nia, nataka watangaze wote halafu nitapata fursa ya kumzungumza mmoja baada ya mwingine. Kwa mfano ukisema rushwa. Rushwa sio sababishi. Rushwa ni tokeo la hali fulani kutokuwa sawa, ama mfumo, ama taasisi, ama tabia, ama mwenendo ambao uko. Sasa ili uondokane na rushwa ni lazima uchimbe kule kwenye mzizi, ukaondoe. Je, ni uelewa wa watu wetu? Je, ni tabia ya watu wetu? Je, ni udhaifu wa mifumo yetu? Na ninaposema mfumo ni neno pana zaidi. Mfumo maana yake taratibu, kanuni, namna tunaenenda, namna tunatenda, namna tunaonyana, namna tunakanyana, namna tunaadhibiana, namna tunachunguzana, namna mtu anajua niko chumbani peke yangu, nikichukua kitu kisicho changu mfumo utajua, kwa sababu hata mimi ni sehemu ya mfumo huo. Kwa mimi nikiwa naiba, mwili wangu utatuma signal kwamba nimeiba leo na wenzangu watajua, nikitumia lugha hiyo ya picha. Hiyo ndio systems. Lakini institutions kwa maana ya taasisi,
unajua tuna kilimo hapa cha tuna miwa na sukari, lakini hao jamaa kila siku nalalamika kwamba hawana soko, hawatengenezi faida. Na mimi nashangaa, tuna mchele hapa wanalima watu wa huko Mbeya, wanalima watu sijui wa wapi, wanalima mchele. Lakini bado Morogoro, lakini bado tunaagiza mchele kutoka nje. Tunayo gesi hapa, inakuja inasambaa kwenye viwanda, lakini bado kwa baadhi ya viwanda tunaagiza mafuta mazito kutoka nje. Kwa hiyo utagundua kuna vitu vingi tunaagiza ambavyo si kwamba hapa nchini havipo, vipo, lakini bado vinaagizwa. Mtu mmoja akanisimulia siku moja tunasafiri, tunaenda kwenye mambo yetu haya kutoa elimu ya katiba. Akasema sikiliza polepole. Kuna mtu mmoja mwekezaji amekuja hapa, akataka bonde gani sijui alime mpunga. Akasema nitalima mpunga hapa wa soko la ndani na kupeleka nje. Ikaenda. Sasa sijui alimdanganya yule bwana, lakini ikaenda haikufanikiwa. Baadaye anakuja kuambiwa kwamba kumbe hata kwenye biashara hizi, sasa haya ni maneno yake, watu kwenye biashara za kuagiza kutoka nje, watu wana nini zile za kuvutia juice, unajua zile wana mirija kule. Yani kwa biashara ya kuleta vitu kutoka nje na kuua biashara ya ndani, kusambaa na kufanikiwa ndani ili tuuze nje, haisambai hivyo kwa sababu kuna watu wana mirija kwenye zile za kutoka wapi? Nje. Kutoka nje. Juzi watu wa simenti, kampuni moja wanasema wanalia tu, jamani mtusaidie simenti ya magendo. Inawezekanaje tunaweza kuwa na simenti ya magendo hapa? Tuna taasisi zote za ulinzi na usalama na ni taasisi bora Afrika, unajua. Yani ukizungumzia tuanzie na intelligence yetu, uanzie jeshi letu la wananchi, uzungumzie polisi yetu, umejua? Yani hivyo tuko vizuri. Yawezekanaje simenti ya magendo inaingia hapa katika kiwango ambacho kinaathiri soko la ndani la simenti ya ndani? Kwanza tunataka huyu mtu mpya anayekuja asizungumze kupiga vita rushwa. Rushwa alianza kupiga Mwalimu Nyerere. Rushwa amepiga mzee Mwinyi. Rushwa amepiga mzee Mkapa. Rushwa Dr. Kikwete amehangaika nayo. Mimi nasema rushwa ni outcome. Rushwa si tatizo in itself. Rushwa ni tokeo la matatizo chini yake ambayo hatuyafanyii kazi. Kwa tunataka rais anayekuja awe ni mtu ambaye kwanza ana uhalali, ana legitimacy, ana uhalali. Umesema vizuri mwanzoni, ana authority, na si tu authority ya kimadaraka, ana moral authority, ana mamlaka ya kimaadili. Si nikitafsiri hivyo, yani kwamba mtu ambaye akikwambia umekosea acha, huwezi kusema mkubwa, mbona hata wewe umehusika hapa. Unajua, awe ni mtu ambaye kwambia acha na nisikuone ukifanya tena, kabla hajakwambia na kufuta kazi, kabla hajakuletea barua, kabla watu wetu hawajalalamika, utakuwa ulishaondoka mapema mno kwenye nafasi hiyo ya umma. Tusiaone haya mambo ambayo vyombo vyetu vinaonekana kama vile havina nguvu hivi. Unajua kila siku Dr. Hosea anasema tutawakamata, tutawashughulikia, tutawafanya nini. Mara siku nyingine tena anahuzunika, anasema unajua utashi wa kisiasa, unajua. Sasa siku nyingine haiwezekani taasisi nzito kubwa kama hii yenye kuwezeshwa kwa kila namna, halafu bado tuna rushwa zitakuja mwezi unaokuja. Sasa tuna uchaguzi, utasikia mengi zaidi. Okay, umezungumzia hayo ulioeleza. Rais wa 5 afanye nini? Nadhani umeeleza hapo kwamba rais wa awamu ya 5 wanasema kwamba azungumzie ama awezeshe mifumo ambayo utafanya vile ambavyo vimeshafanyika ama vitakavyofanyika viweze kufanyika. Viweze kufanyika mtakiwa. Sasa hivi kwa watu wengi bado, kesho wengine wanatia nia, lakini tatu mshasikia wakania kutaka kuwa viongozi wakuu kwa maana ya urais, na kesho watasikia, kwa sababu wote wana haki, ni Watanzania kisheria na katiba, wanatakiwa kuomba nafasi hii. Okay, hii ni vizuri sana. Sasa tunaongea Watanzania ambao ndio watawekea kura zao pale kama ukipewa lidhana vyama vyao. Ni aina gani ya rais ajaye wamuogope
kwamba huyu hatumhitaji, huyu ni shida, hatutaki rais kama huyu hapa. Ni aina gani? Viashiria vipi hivyo? Mimi na kitu kimoja. Mpenzi mtazamaji, baada ya kuwa naelezea hayo, utapata nafasi nayo pia upige simu ya kusema kipindi hiki. Kumbuka kipindi hewani ni Mada Moto kinachoandaliwa na Masai Group Inc. na kupitia hapa Channel 10. Tunapaswa tuzungumze pamoja, utapata nafasi ya kupiga simu. Piga simu sasa katika namba ambayo unaona hapo kwenye runinga nyumbani, uwe sema kipindi hiki. Karibu. Asante sana. Rais ambaye tunataka kumogopa, kuna yale mambo ya msingi yameshazungumzwa sana. Ndio. Rais mbaya yoyote yule, nisijikite sana huku ili watu wasije wakaanza kusema huyo ameegemea. Lakini leo nitazungumza jambo moja la msingi. Watanzania tunatakiwa tumpe kazi rais wetu. Ndio. Watanzania wanatakiwa wamtume kazi huyo rais wa 5. Watanzania wenyewe. Hii lugha nyepesi, ninaposema Watanzania wenyewe namaanisha kwamba imekuwa ni uzoefu duniani kote na Tanzania si kisiwa. Kwamba rais hutengenezwa. Rais anatengenezwa, rais anaweza kutengenezwa na wafanya biashara, rais anaweza kutengenezwa na makundi. Nchi zingine huko Amerika ya Kusini hata wauza unga wanaweza kuweka rais madarakani. Mataifa mengine huko mbali kabisa hata vyombo vya ulinzi na usalama vinaweka rais madarakani. Kwa sababu unajua haya mambo ni maslahi, na unapokuwa na taifa ambalo taasisi hazijashonwa sawa sawa au kumekuwa kuna uzembe kwenye ushonaji wa taasisi, vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza kutamani na kusema mbona tuweke rais ambaye atatusikiliza sisi. Lakini tunapokuja kwenye misingi ya namna gani vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi, vinataka kufahamu kwenye utawala wa kiraia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kuna shida gani kama vyombo vya usalama na vyombo vya ulinzi na usalama vikamweka rais ambao wanaweza kumcontrol, ameweza kama yoke tukisema hivi iwe vile? Kuna shida gani hapo? Sikiliza. Mimi ninasoma sana novel. Ni hivi, mtu yeyote anasoma, anafundishwa, anafahamu mambo ya ulinzi na usalama kwa weledi kabisa, atafahamu ni mwiko mkubwa kuwa sehemu ya uamuzi wa kisiasa. Kazi yako ni kushauri tu, mheshimiwa, kuna option hii, kuna option hii, kuna option hii. Mkubwa anahangaika, anasema hebu lakini nieleze tu. Sema mheshimiwa, kwa namna tulipofanya kuna option hii, kuna option hii, kuna option hii. Anaishia hapo. Ni mwiko kushiriki kusema ni option hiyo. Sasa nafasi ya rais wa kiraia ni kutoa uongozi. Kiingereza tunasema leadership, kwamba baada ya hiyo na hii na hii nafikiri twende na hii, kwa sababu hii na hii ukitazama vizuri ni kama zinakwenda kwa yule. Ndio nafasi ya kiongozi. Kwa vyombo vya ulinzi na usalama, kama ambavyo nimesema, wafanya biashara wakubwa, wazuri na wabaya, ni marufuku kutengeneza rais, kwa sababu leo na kesho atashindwa kukusanya kodi kwao. Leo na kesho watataka kuleta vitu bila kulipa kodi, atashindwa kuwakemea, atashindwa kuwajibisha. Vivyo hivyo na wengine wote wanaoingia kwenye kundi hilo. Na ulinzi na usalama upande wa pili ni mwiko. Rais anatoka kwa watu. Rais anatumwa kazi na watu. Rais ambaye ama ametengenezwa na kuletwa hapa Tanzania, tumezoea usalama wa taifa. Umejua? Kwa mfano, mimi hawa ni watu very competent hapa Tanzania. Hatokaa akawahudumia ninyi wa Tanzania. Akili yake nzuri atakuwa akiwasikiliza wale walimweka kwenye madaraka. Alafu ninyi mtapata ile akili yake ambayo baada ameshachoka kidogo hivyo. Na hii si sawa, ni makosa makubwa. Niwapokee hawa ambao nao wanahitaji kusema kipindi hiki wakifuatilia. Mpenzi mwanangu, piga simu sasa. Kuna simu, kuna mtu anaita anataka kusema kipindi hiki. Kuna simu. Hello? Habari. Salama ndugu, habari yako? Salama, unaongea na Richard Anton. Richard Anton, tokea wapi? Niko Mwanza. Karibu toka Mwanza. Jema. Karibu kwenye mada. Tunazungumzia rais ya awamu ya 5. Karibu. Yaani Humphrey
Polepole anachokiongea. Ndio. Polepole anachokiongea. Halo. Tunakusikia. Tazama runinga na kuitikia kwa kichwa. Polepole anachokiongea, yani yuko makini, ndio tena tunatarajia angekuwa ni yeye ndiye amekuwa rais, mawazo anayoongea, kwa sababu tatizo linalotokea kwa wafanyabiashara. Wanaweka rais wa kwao wa Tanzania na kuja kutusumbua. Halo? Tunakusikia. Polepole yuko makini. Yaani natamani angekuwa hata mwanangu kwa maneno anayoongea. Yaani yuko makini sana na tukiendelea kuweka rais wa wafanyabiashara hatutafanikiwa milele hata kidogo. Asante sana kutoka Mwanza. Asante kutoka Mwanza. Piga simu tuzungumze. Hello? Punguza sauti runinga hapo nyumbani. Hello. Karibu. Hello? Hello? Karibu. Asante. Nani mwenzetu uko wapi? Mimi nipo Dar es Salaam. Karibu kwa mada. Asante sana. Mimi naitwa Emmanuel Jackson Tembo. Ndio. Hello. Tunakusikia, ongea. Mimi nasema kwamba watu vijijini labda ambao hawana TV, hawana uwezekano wa kusikiza Channel 10, labda inakuwaje kupata maneno mazuri kama hayo kwa huyu jamaa, kwa sababu ana maneno mazuri ambayo yanafanya sisi tukaweza kuelewa zaidi, lakini wachache ambao watajua, kwa sababu watu wengi hawana vipato. Inakuwaje, labda tutafanya vipi ili waweze kupata fursa hata kusikiliza? Wa kijijini nadhani uongozi unasikia, lakini naamini kabisa Watanzania wengi wanafuatilia kipindi hiki cha Mada Moto kupitia Channel 10 na vipindi vingine ambavyo vinaelimisha umma kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Naamini ukiwaambia basi watazama Channel 10 wote watakuwa ni sehemu ya kazi hiyo, lakini uongozi unakusikia na kipindi hiki kinarudiwa pia mchana. Nadhani viongozi watakuwepo na sasa wanafuatilia wataangalia namna gani Watanzania wanapata kipindi hiki. Asante sana. Nashukuru sana, kazi njema. Okay, asante kwa ile simu. Hello? Habari za Channel 10 Albert Klaus. Hapa ni kwema kabisa. Habari ya kwako bwana Mhagama? Mimi si jambo. Ndio. Niende haraka. Tena una nusu dakika tu. Namshukuru sana Polepole leo kuweza kuwafariji wa Tanzania. Ndio. Na kuwapa maneno mengine mazito ya busara. Ndio. Lakini mimi niende haraka. Ndio. Nina wasiwasi kubwa sana kwamba miaka 5 ijayo baada ya Oktoba tunaweza kuwa na maisha mabaya kuliko maisha ya sasa. Kwa nini unasema hivyo? Ninalisema hili kwa sababu unapokuwa na timu moja ya mpira wa miguu, ndio, na mkacheza uwanjani wote, alafu akatoka mmoja akasema hii timu yetu mbovu sana. Wakati mwingine anayeongea maneno haya ndio alikuwa captain. Wakati mwingine mambo yakizungumzwa ya kuionya timu, yeye ndio alikuwa wa kwanza kupiga kifua. Kwamba hapana, sio. Kuna mwingine alisema bungeni, na hapa kuanzia ndani ya bunge mpaka mbinguni. Lakini unamsikia kwenye kutangaza nia kama vile analaumu mambo, yani kwamba analaumu mambo yaliyopo kwamba hayaendi sawa. Mbona ukuyasema ukiwa ndani ya bunge? Tuzungumzie mada yetu. Mimi niseme hivi. Na Watanzania wanaonisikia na ndugu yangu Polepole, niseme Watanzania kama hawanatumia busara kumpata rais wa awamu ya 5, tutakuwa na maisha mabovu kuliko haya tulionayo, kwa sababu hatutaki, kama tunazungumzia mazoea, basi mazoea ndio tulioyaona katika awamu mbalimbali. Tumeona mazoea hayo. Tukisema mfumo wa rushwa, ndio kumpata kiongozi kwa njia ya rushwa ipo mpaka kuanzia serikali ya mtaa, sio rais, kuanzia serikali ya mtaa ni rushwa zinagawa peupe. Na hao watu wa chini kabisa huku wanaogawa hizi rushwa kwenye local government, role model wao ni watu wamejifunza juu kwamba kuanzia kule juu ni rushwa. Kwa hiyo kuna mfumuko wa bei, inflation, kuna mfumuko mkubwa sana wa bei katika taifa, lakini kuna uingizaji mkubwa sana wa fedha. Mwagama, kwa hiyo mimi niseme hivi, tunamuomba rais, tuna matumaini makubwa ya kumpata rais Oktoba, lakini huyu rais anayekuja, ndio kama tutampata,
aliyopo, yani kumponda rais aliyopo, na anayemponda ni aliyekuwa nakula naye na naishi naye. Hii ni hatari kubwa sana. Asante. Mimi niombe sana. Ndio. Kwamba na nyinyi kama waandishi na vyombo vingine na wachambuzi kama kina Polepole tutafute namna, niseme kwamba kiongozi bora wa kuweza kuongoza taifa hili ni yule ambaye Mungu ataamua kwamba afanye kazi ya kuwatumikia Watanzania. Asante. Lakini na kuhakikishia mimi nasema kutoka moyoni na declare interest, mimi nasema kwamba katika Watanzania sijamuona aliyetumwa na Mungu. Kwa hiyo tumuombe bado Mungu atusaidie kutupatia mgombea atakayetusaidia kutatua matatizo yetu, lakini sio hawa wanaomtukana JK, wanawatukana wenzao ili wapate bakuli la dhahabu. Hapana. Asante sana. Sasa wao wametumwa na nani kama hawajatumwa na Mungu? Asante Magama. Kweli. Ai bwana Magama wewe mwisho. Wote hakuna tumwa la Mungu. Wametumwa na nani sasa? Sio Tanzania wana haki. Watanzania wana haki. Kwenye simu halo? Haya, hello? Unaongea na Maji Charles. Kutoka wapi Charles? Baliadi hapa. Punguza sauti ya runinga. Punguza sasa. Sina swali hapa la kuuliza. Ya kuwashauri tu kwamba hao wanaotusaidia kama wakina Polepole waendelee tu kutuelimisha sisi wa Tanzania. Na Mungu awazidikie, awape afya imara ili kusudi swala hili iende vizuri, kwa sababu sasa hivi nchi inaguswa na mafisadi sana, matangala au mapapa wametupeka tuko katikati ya kisiwa. Asante. Kuendelea simu halo? Haya. Halo? Karibu, nani mzetu? Naitwa Konstantino kutoka Mazezi Tipo. Mazezi Tipo, karibu. Naitwa Konstantino kutoka Mazezi Tipo. Sawa, tumekusikia. Karibu. Asante sana. Mimi nataka niulize kwamba hivi karibuni katika uchaguzi wa mwaka huu nimeona viongozi wengi sana ambao wameanza kampeni zao kabla ya wakati. Wengine wanapita makanisani, misikitini, mashuleni kukutana, wanachangia huduma, lakini ndani yake wanaingiza kampeni. Sasa hivi wametumia mabilioni ya mapesa ili kwa ajili ya kununua huo urais. Ndio. Sasa rais kama huyo akifika madarakani atatusaidia nini sisi wa Tanzania? Haya, asante tutajibu, sijui tutaweza kujibu hilo swali. Namuuliza Humphrey kama anaweza. Humphrey, swali ni moja tu kati ya zingi, ni pongezi na kufurahishwa na mchango wako. Lakini kabla hujajibu swali hili, mimi nakuuliza swali lingine. Naomba unisaidie kuelekea mwisho kabisa, unisaidie ukitazama maandalizi ya uchaguzi huu ambao tunakwenda mpaka hivi sasa, tunakwenda kumchagua rais, viongozi mkubwa sana. Maandalizi yakoje? Mtazamo wako katika haya? Lakini kuna swali limeulizwa hapa, hao wanatumia pesa nyingi katika kujinadi, vipi mtazamo wako? Hili la kutumia pesa nyingi nimesema pale kwamba kwanza nasubiri wote wakisha tangaza nia, alafu tutaanza mmoja baada ya mwingine. Nikisema huyu amesema hivi, haya ni mambo ya kawaida. Na hatutaki rais wa awamu ya 5 aje kufanya kazi ya kawaida. Kwa maneno mengine nimesema hivi, kama Watanzania wameelewa vizuri, rais wa awamu ya 5 anatakiwa kuja kuweka kile kionjo ambacho kimekosekana kwenye chakula. Yaani kwamba chakula tumekuwa tukila, kipo chakula. Kujenga reli ni chakula, kupiga vita rushwa ni sehemu ya chakula. Tunataka rais wa awamu ya 5 aje kuweka kionjo. Kama kwenye sayansi wale wa kemia, tunataka rais wa awamu ya 5 aje kuweka catalyst, kichocheo. Sasa kichocheo kwa fikra zangu mimi ni kwamba tunacho kila kitu. Uchumi upo, unapaswa kutubeba taifa hili. Mazingira ya kisiasa yapo, yanapaswa kutupeleka kwenye demokrasia pana taifa hili. Amani yetu na umoja ipo. Vyote hivi vinachezewa kwa sababu kuna kitu kimekosekana. Tunataka kiongozi atakayekuja kufanya marekebisho.
reformation. Ukisoma historia ya dini utagundua sehemu fulani kwenye makanisa kuna kipindi kiliitwa reformation, church reformation. Ni marekebisho, wangeza matengenezo. Tunataka rais anayekuja afanye matengenezo ya nyumba, ili rais atakayekuja baada yake akute furniture ziko vizuri, taa zinawaka vizuri, maji yanatoka vizuri. Hatutaki rais sasa ambaye ananunua ceiling board, anapaka rangi, lakini tunaibiwa makopo ya rangi, ceiling board zinapungua. Sasa tunataka kwanza yafanyike matengenezo. Ndio maana nimesema tuna kila kitu. Dola iko juu, tunahangaika kila siku, kwani dola iko juu, unajua ni dunia iko hivyo na nini. Kumbe wakati huo hatuuzi nje, si kwa sababu sisi ni wavivu na wazembe sana, ni kwa sababu tumeruhusu kwa kiasi fulani bidhaa zije kuingia ndani holela, kama nilivyokuambia pale mwanzoni. Zinazungumza siasa hizi. Kwa hilo ni moja. Wale ambao wanatumia fedha kwa namna yoyote ile, nimewaambia hawa ni marais wanaotengenezwa. Niambie kuhusu maandalizi ya uchaguzi. Si wenu. Maandalizi ya uchaguzi ni kwamba hii iwe changamoto kwa uchaguzi unaokuja. Lakini leo hii ni tarehe 1 mwezi wa 6. Hatutakwenda kupata katiba mpya mwaka huu. Jambo la kwanza. Maana yake hatutakuwa na tume ule ya uchaguzi, hatakuwa kuweza kudai matokeo ya uchaguzi mahakamani. Rais wetu tutampata kwa 50%+1. Hatutakuwa na mgombea huu, licha ya kwamba mahakama ya Afrika ya haki za binadamu imeshatuambia kwamba Tanzania, it is time now, weka mgombea huru. Na shauri viongozi wangu kwa unyenyekevu mkubwa, mimi ni mtu mdogo sana kwenu, tusiende kwenye uchaguzi mkuu kama hamjakutana wadau wakubwa wa kisiasa, mkajadiliana, mkakubaliana, mkafanya muafaka wa kitaifa na kufanya maridhiano kabla ya uchaguzi mkuu. Kama tutakwenda kutumia katiba ya mwaka 77 pasina marekebisho yoyote. Huu ushauri umetoka kwangu, mtu mdogo, mimi ninawapenda sana. Kwa unyenyekevu na wapatia ushauri huo. Tusiende kwenye uchaguzi mkuu kama tunajua hatutafanya marekebisho ya katiba ya mwaka 77. Ni lazima wadau wakubwa wakae, wajadiliane, wakubaliane, wajenge muafaka. Tutapita uchaguzi mkuu salama. Lakini kama tukiendelea kupuuza hivi, si dalili nzuri. Na maandalizi ya uchaguzi wote bora huwa unaanza kuandaliwa baada ya uchaguzi kuisha. Yaani uchaguzi huu wa mwaka 2015 ulipaswa kuanza kuandaliwa mwaka 2011 Januari. Hatujafanya kazi nzuri. Tulikuwa tu tumeandikishwa angalau mara 2 kuboresha daftari. Hatujafanya kazi hiyo nzuri. Uongozi unaokuja ndio unataka ufanye hivyo, kwamba tukimaliza uchaguzi Oktoba tarehe 25 26, Disemba tunatakiwa tuanze kufundisha watu elimu ya uraia, kupiga kura maana yake nini, faida ya kura yako, daftari la wapiga kura kwa mtindo huo, tume huru ya uchaguzi, je ni huru kweli, umeelewa? Hayo yote ndio ile inaitwa electoral cycle. Sasa huu uchaguzi, kuna watu watashindwa uchaguzi huu sio kwa sababu kura hazijatosha. Watashindwa uchaguzi huu kwa sababu wameshaumizwa sana, kwa sababu ya mchakato huu haukuwa umetengenezwa vizuri kuwawezesha watu kupata wanaita level playing field wakati wa kushiriki kwenye uchaguzi. Yaani hamkuwa mna uwanja sawa wa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu. Sasa inaweza kwa ikawa too late, lakini katika awamu inayokuja tunatakiwa tuanze anayekuja anatakiwa afahamu ya kwamba ujenzi wa demokrasia, kama wewe uko CCM, ujenzi wa demokrasia sio udhaifu wa upinzani. Ujenzi wa demokrasia imara na uimara wa CCM ni kuwajengea mazingira mazuri ya upinzani kukua. Na mtu makini wa upinzani anatakiwa afahamu upinzani kukua na hatimaye labda kuchukua dola sio udhaifu wa CCM. Mtu wa upinzani anayedhani watakuwa kwa udhaifu wa CCM amepotoka. Anatakiwa afahamu CCM iliyokuwa nzuri kabisa, imejipanga vizuri. Sisi kukua kwetu ni wao kujitambua na kujua ya kwamba upinzani ni wabia, ni partners, ni marafiki, wenyewe wanaitana watani kwa mtindo huo. Kwa nimeisema hivyo kwa ufupi, lakini huyu rais ajaye ninamuona kama baba. Ninamuona kama mtu wa juu anayetoa uongozi, anayetuonyesha twende huko. Si anayetuambia tufanye. Yaani kiongozi anayetakiwa kuja sio anasema pandisha mguu ngazi,
anasema tunakwenda ghorofa ya 100. Sio anayesema sasa panda ghorofa ya kwanza, anasema tunakwenda ghorofa ya 100. Sasa tujifunge mkanda kuanza kupanda ngazi kwa hatua. Kwa ufupi sana, nisaidie kitu kimoja ili tuende mwisho wa kipindi. Nisaidie. Umezungumza kuhusu katiba hapa, unazungumza kwamba tuweza kwenda kupata katiba mpya. Hiyo hata mimi naiona, lakini sifahamu mbona husika. Unaweza kutuambia labda ipo kabla uchaguzi utakuwepo, sijui itakuwa, kwa sababu tayari wanaotaka kule na kufanikisha kuhusu hiyo katiba tayari waonyesha kuonyeshana vidole kuonyesha kwamba kuna udhaifu ndani ya hilo. Lakini kwa sasa labda unisaidie, huyu mtu mimi namhitaji sana nizungumze naye. Naomba tafadhali nimpokee huyu mtu hapa. Hello. Haki ya Mungu. Hello. Amon Mpanju. Amon. Karibu. Ndugu yako yuko hapa na mimi umekuwa ukimfuatilia kwa karibu sana. Karibu. Naam, ni ndugu yangu wa karibu Humphrey na ameeleza hoja zenye mashiko sana. Ndio. Kwa ufupi sana, una kama dakika moja tu. Ndio, la kwanza ni kwamba kwa vyovyote vile rais wa taifa letu awamu ya 5 ndio hatakiwi kuwa na mshikamano na kundi lolote liwalo. Iwe ni uongozi ulio madarakani, iwe ni vyombo vya ulinzi na usalama, iwe ni wafanya biashara. Mtaji wake mkubwa inabidi kwanza awe Mungu, ili awe na ridhaa ya wananchi, atokane na Watanzania wenyewe, ili akawajibike kwa Watanzania wenyewe. Kwa mazoea kuondoa mifumo ambayo imetufanya tuishi maisha ya kimaskini wakati na rasilimali, ya kuvunja utaratibu uliojengeka kuanzia serikali kuu mpaka serikali za mitaa, kiasi kwamba hata kama rais ana nia njema anashindwa kuvunja kwa sababu waliomzunguka wote ni syndicate. Hii ivunjwe. Sasa tunamtaka rais mwenye uwezo wa kusimamia hayo, anayejiamini, lakini ili kusimamia hayo lazima wewe uwe ni zao la watu, uwe ni mtu ambaye umekuja ukiwa msafi, umetenganishwa na uovu. Kwa sababu kama ukiingia na watu wamekuzunguka ambao mienendo yao inaungamanishwa na uovu, hauwezi kuwa msafi, hauwezi kuingia pale ukawageuka, watakuua, kwa sababu kila kitu wamekishika wao. Kwa hiyo rais tunayemtaka ni yule ambaye hajibainishi wala asiwe mtu wa makundi. Tatizo tunalo katika nchi yetu, tunatengeneza viongozi wanaokuja mpaka juu ana makundi. Kwa vyovyote vile, mwisho wa siku huyu akikosa hekima ya Mungu ataongoza kwa makundi, na ambayo ndio inapelekea uwepo na migawanyiko kwenye jamii. Kama mtatoa anaeleza Nyerere alitumia muda kujenga nchi, kutoa matabaka na tofauti ili atufanye kuwa moja. Sasa wanaojenga kwenye nchi ya nchi ya Nyerere lazima haya hawaendilayo makundi, na wanaenzi msingi uliojengwa na baba ya taifa wa kutuunganisha. Kwa hiyo akienda na makundi anajenga mgawanyiko ndani ya jamii. Mpanju, nikushukuru. Taifa letu lipone, ni vyema tuwe na rais ambaye anawaunganisha Watanzania wote, na alezi kitu cha tofauti ambacho ni kuvunja mazoea, kuvunja mifumo ya uhalifu. Asante Mpanju, nikushukuru. Ili mwisho wa siku tuwe na mtu ambaye atabeba dhima na maono ya nchi. Asante sana Mpanju, nikushukuru sana kwa kusema kipindi kwa siku ya leo. Asante. Kakangu Polepole, ndugu yangu, hebu nakupatia nusu dakika tafadhali, muda sio. Uzungumzie ya mwisho kabisa ambao watazamaji watataka kusikiliza kutoka kwako. Nini la yako kwako? Watanzania, tumzungumzie rais awamu ya 5. Mimi nimshukuru sana. Watanzania waliotangulia wamemshukuru sana, ndio Jakaya Mrisho Kikwete, na mimi nimshukuru yeye, lakini wasisitize Watanzania ya kwamba chagueni rais ambaye anajinasibu nanyi. Chagueni rais ambaye anafanana nanyi, anazungumza lugha yenu, anatambua mahitaji yenu. Na kutambua si kuambieni najua shida zenu, anazungumza lugha yenu. Unasema huyo anajua sisi tunataka nini, huyo amezungumza sisi tunataka nini, huyo amekuwa pamoja na sisi, huyo ndio mtu atatuvusha sisi. Kwa mimi ni wakumbusha wa Tanzania, mtu unayefanana naye huambiwi, pacha wako huambiwi unafanana naye, unajua kwamba
unafanana naye. Nikushukuru sana kwa mimi usiku leo na kushukuru kwa kuongea na Watanzania. Nikiamini sasa kwamba wamepata kile ambacho walikuwa wamepanga kukizungumza, ama kutokana na mada yetu tumezungumza na wamekipata sasa. Mpenzi mtazamaji, ni pekee katika mada moto, kuna mada moto kama hizi ambazo tunaweza kuzungumza kwa upana wake hapa. Lengo ni kujenga, kurekebishana na kuongozana kama Watanzania. Lakini basi nikushukuru kwa mimi usiku leo. Tukutane kesho asubuhi katika Baragumu Live. Tunazungumzia sheria mpya ya VAT, ongezeko la thamani iko namna gani, unatakiwa kufanya vipi? Basi ni kesho asubuhi kupitia wadhamini wa kipindi cha TRA, tutakuwa nao hapa kuzungumza kwa pamoja. Sina la ziada, nikushukuru sana kwa nasi mpaka sasa na natakia usiku mwema. Mimi naitwa Albert Kilala the King. Usiku mwema.